Bwana asifiwe sana. Haleluya. Leo ni siku nyingine maalum katika uwepo wa Mungu, na tutakuwa na muda ambao kutoka sasa saa 1 kama na dakika 6, na tutalitumia vyema. Sasa siku ya leo ni siku ya hitimisho la wiki, na kwa wale ambao aidha wanafika kwa mara ya kwanza, aidha ni hapa kwenye kusanyiko letu au mtandaoni, tumekuwa na program ya wiki nzima kujielekeza katika maisha ya maombi ya Mkristo. Maisha ya maombi ya Mkristo. Na moja kati ya mambo tutakayoyafanya leo ni kuingia katika maombi, lakini hasa katika uwezo wa kupangilia ndani ya uwepo, kama naweza kutumia lugha hiyo na ikaeleweka. Leo utakuwa na wakati wa kuangalia siku zako za wiki na kuamua kwamba pamoja na kwamba program hizi si za mwaka mzima, program hizi zikiisha, ni nini ambacho nitakuwa nimekiamua ili nikifanye kwa uendelevu. Kwa hiyo naomba tuanze na kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20. Kuna kundi kubwa la watu wanaoendelea kufuatilia, na program zetu tunazirusha live kwenye YouTube account ya kanisa, lakini live pia kwenye YouTube account, kwenye Facebook account yangu mwenyewe. Ila tunaendelea kuweka taratibu sawa ili kuhakikisha tutakuwa na account za kanisa kwenye mitandao yote ya kijamii, na kwa hiyo kila mahali itakuwa ni EAGT Makoko, Facebook, Instagram, TikTok na maeneo mengine yote, na mtu akiwa mahali kokote muda wote tulio na program basi awe na uwezo wa kutupata. Kwa hiyo kabla tujaanza, kama kuna mtu ambaye ana access ya timu nyingine, share hiyo link ambayo wanaishare kwa watu wengine. Alafu tukianza, aidha weka simu yako katika hali ya plane mode au ondoa sauti, alafu tujielekeze kwenye kilicho mbele yetu peke yake. Kwa hiyo tumekuwa na wiki nzima ya kujielekeza kwenye maisha ya maombi ya Mkristo. Tuna mambo mengi sana tumeyajadili, na yote ni wazi kwamba yana faida. Na sasa nataka tuchukue siku hii kwa dakika hizo 30 kumwambia Mungu, nimekusikia. Sasa nataka niyapangilie maisha yangu. Nataka nipangilie maisha yangu ya maombi. Ni very important. Tukiona idadi kubwa ya vijana wanakuja kwenye ofisi ya mchungaji wana claim, programs zimenisaidia kupangilia siku za kufunga, kushiriki maombi ya usiku. Sasa nimeamua kitu ni muhimu sana. Inamaanisha tulichofanya kikuenda bure. Kwa hiyo kitabu hicho cha Timotheo wa pili sura ya 2 kuanzia mstari wa 20, Biblia inasema, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima. Atakuwa chombo sio chenye, lakini cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi
iliyo njema. Kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Mstari wa 22. Lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Lakini uyakatae maswali ya upumbavu yasiyo ya elimu, ukijua ya kuwa huzaa magomvi. Wokovu wenyewe unahusu mambo mawili, na moja ni kama linasisitizwa zaidi. Upande mmoja wa wokovu unahusu mwanadamu kusamehewa dhambi zake, na kwa sababu hiyo anahesabiwa haki, tendo linalomfanya asistahili hukumu ya adhabu. Upande mmoja wa wokovu unahusu kusamehewa dhambi, ambayo matokeo yake ni kuhesabiwa haki, kitu kinachomfanya Mkristo asistahili kuhukumiwa kwa adhabu. Upande wa pili wa wokovu unahusu Mkristo kutengwa na utu wa kale ulio ndani yake. Na kwa hiyo dhambi ni mjumuiko wa fikra, mawazo, maneno na matendo yaliyo kinyume na neno la Mungu katika ujumla wake. Mjumuiko wa mawazo, maneno na matendo yaliyo kinyume na neno la Mungu. Na dhambi hushughulikiwa kwa damu. Kwa hiyo kuna upande mmoja unahusu Mungu kushughulika na dhambi ya mtu kwa tendo linaitwa msamaha kwa damu ya Yesu. Msamaha ni tendo hilo, pia lina jina lenye kina zaidi, utakaso. Lakini upande wa pili unahusu Mkristo aliyesamehewa kutengwa na utu wa kale. Tendo hilo halifanyiki kwa damu, linafanyika kwa msalaba. Dhambi ni mjumuiko wa mawazo, maneno na matendo ya Mkristo, matendo ya mtu ambayo yanashughulikiwa kwa damu. Utu wa kale haushughulikiwi kwa damu, unashughulikiwa kwa msalaba. Msalaba ndiyo mjumuiko wa dhabihu. Nasi tulikufa pamoja naye. Alikufaje? Kwa kutoa dhabihu ya mwili wake. Kwa hiyo kwa imani tunaunganishwa na dhabihu hiyo. Kwa matendo tunajiingiza kwenye hatua sawa kama ya Kristo kujitoa dhabihu. Na hiyo ndio ikazaa fundisho, mtu asipouchukua msalaba wake mwenyewe na kunifuata hawezi kamwe kuwa mwanafunzi. Kwa nini? Kwa sababu amesamehewa, lakini hajafa kwenye kinachozaa aliyosamehewa. Kinachozaa dhambi unaitwa utu wa kale au Adamu wa kwanza,
ambaye anawakilisha kusanyiko la msukumo wa ndani ya mtu kumkosea Mungu. Na kwa hiyo ni hiyo asili ambayo tunaita utu wa kale, inayochochea matendo ya dhambi yanayoshughulikiwa kwa damu ya Yesu. Lakini mara baada ya kuyasamehe ili mtu aitwe mwenye haki, Mungu ametengeneza procedure nyingine ambayo si sasa kushughulika na dhambi, lakini hasa kushughulika na mtu atendaye dhambi. Kwa hiyo unaweza ukadhani unahitaji nguvu ya kushughulika na matendo ya dhambi, lakini hasa wewe unahitaji nguvu ya kufa. Na hiyo nguvu inazaliwa na dhabihu au maisha ya nidhamu za kiroho. Kwa hiyo unaona, kusoma neno kunachofanya, kuna muua mtu wa kale na kuna rise kama asili mpya ndani ya mtu. Kuanza kujifunza kutii kunatengeneza psychological framework, ni kama vile mabadiliko ya mfumo wa saikolojia ya mtu katika mwenendo wa tabia yake. Kuanza kujifunza kutii. Ndio maana Mungu anatupa nafasi mara baada ya kuokoka. Makosa kadhaa yanatokea na anazuia hatari sisi tujie mapema. Kwa nini? Kwa sababu makosa kwa Mkristo aliyefumbuka akili na macho yake ya rohoni, inamaanisha Mungu anamaonesha maeneo ya maisha yake ambayo ni kizuizi kikuu cha kuiona nuru kutoka kwa Mungu. Na Mkristo huyo akifumbua macho na kuanza kuona, matokeo ya kuona ni kuongeza dhabihu. Ndio nini? Alianza kusoma neno, akaanza kuelewa ukweli wa Mungu. Alianza kuja ibadani, akaanza kusikia injili. Injili ikaanza kumwambia anachotarajiwa kufanya. Kwenye maisha yake akaanza kutii. Alikuwa anatukana, sasa akaanza kuerase hiyo element. Alikuwa ni mlevi, akaanza kujitenga na hiyo company. Kwenye mchakato wa kufanya hivyo kuna dhana ya kukosea. Leo umerudi kwenye that ulikuwa umeacha, ukarudi tena hiyo dhana hiyo inadhamiria kumfungua mtu macho, kumuingiza kwenye dhabihu zaidi, ambayo ni nini? Prayer. Introduction ya prayer. Na haya sio maombi yoyote tu, ni maombi kwa ajili ya eneo la udhaifu wako. Eneo ambalo umeligundua inaonekana shetani anatumia entrance point hii. Mara baada ya kuendelea na maombi, bado unaona vitu, una press forward, unaongeza dhabihu ya 4, kufunga. Nini kinachokutokea? Unashughulika sio na dhambi, unashughulika na utu wa kale ambayo ni nature in you. Kwa hiyo dhabihu ambalo ndilo tendo la kubeba msalaba inanyamazisha utu wa kale. Unaona? Kwa hiyo kukosa kwa dhabihu ni ushahidi kwamba kichocheo cha dhambi ya mtu bado kiko hai. Na hiyo maana yake ni nini? Mungu amefanya kazi ya kukusamehe, lakini haumruhusu kukubadilisha. Madhara yake ni kwamba unakuwa Mkristo uliyeamini kuhusu kazi ya Kristo, lakini usiyeiridhia kazi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, ambayo ndiyo kazi inayoueleza ubwana wa Kristo. Umiliki, dhana ya umiliki inatekelezwa na Roho Mtakatifu in our present day. Upande mmoja ni kukubali na kuamini katika damu yake. Upande wa pili ni kuamini katika ubwana wake, mamlaka yake ya kumiliki mtu. Kinachotokea sasa, Biblia haisemi kwa kusamehewa tunafaa kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Inasema kwa kujitenga na hao. Kwa maneno mengine, kazi ya utakaso inayofanywa na nini? Inayofanywa na msalaba, inayofanywa na dhabihu. Dhabihu zinamlazimisha Mkristo kujitenga. Na mara kinapotokea kitendo hicho, anaanza kufaa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nitarudia tena kwa sababu leo natoa summary nzima ya wiki iliyopita. Wiki tunaimalizia, alafu tuingie kwenye hiyo 30 minutes prayer, kwamba Mungu, nimelisikia neno lako throughout this week. Naomba sasa uniambie
ni nini naweza nikafanya mimi kwenye maisha yangu, mimi na mwenza wangu, mimi na familia yangu, mimi na watu wa nyumbani kwangu, na tukaleta mabadiliko makubwa. Baba yangu ameishi na watu kwa kipindi kirefu, na kwa hiyo pamoja na maisha tulionayo leo, lakini sisi pia tulikuwa na watumishi nyumbani. Sisi tukiwa wadogo, baba alikuwa na watu wanamsaidia kazi, wanamsaidia mama jukumu la kuangalia watoto. Siku moja nilimshuhudia akiadhibu kwa kiboko mtu mmoja aliyekuwa anafanya kisichofaa, tukiwa very young. Huyu mtu anafanya kazi katika nyumba ya mchungaji, ana zaidi ya miaka 18, lakini ana tabia ambazo mpaka muda huo bado zinahitaji sheria ya mtoto kusaishwa, na mzazi asimnyime mtoto mapigo, ikitarajiwa nini? Mtoto akikua atakuwa na hekima ya kuyaendesha maisha yake katika namna ya staa. Na kwa hiyo akiwa mtu mzima na bado ana manifestation za tabia zisizokubalika, inamaanisha kuna kitu kwenye maisha yake anakataa kisitake control. Anazuia ubwana wa Kristo kwenye maisha yake. Kwa hiyo naomba nirudie hii summary again. Wokovu unahusisha pande mbili. Upande wa kwanza unahusu kusamehewa dhambi. Upande wa pili unahusu kutengwa na utu wa kale. Kusamehewa dhambi ni tendo linalofanywa kupitia imani katika damu. Kutengwa na utu wa kale ni tendo linalofanywa na msalaba, unaotafsiri dhabihu au sadaka. Na nilisema neno sadaka limetumiwa hasa katika vitu, na neno dhabihu limeenda katika upana, kila kinachofanywa kuipendeza Roho. Tukaendelea kusema upande mmoja tunasamehewa kwa neema na kwa ukiri wetu wa imani. Upande wa pili tunafanya kazi ili kutengwa na Adamu wa kwanza au asili ya dhambi. Kwa hiyo Biblia inatuleta kwenye kitabu cha Petro, Timotheo wa pili, sura ya 2, katika mistari kadhaa hapa chini. Mstari wa 20. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na vya fedha tu, bali na vya miti na vya udongo. Anasema vingine vina heshima, vingine havina. Nasema katika nyumba, mahali ambako watu wanakusanyika, kuna watu walio na thamani ya kiroho ya viwango mbalimbali. Kuna kundi la watu walio na thamani ya kiroho ya dhahabu na ya fedha. Lakini ndani ya nyumba hiyo hiyo kuna watu walio na thamani mfano wa miti na udongo. Mwandishi anajaribu kutumia vitu halisi kwenye soko duniani kujaribu kuonesha mfano wa value in spirit. Anasema nimegundua kuna watu wana value zaidi ya wengine. Anasema hivi, vingine vina heshima, vingine havina. Alafu anaenda mbali, mstari wa 21, kutueleza vyenye heshima vimefanya nini. Basi ikiwa mtu amejitakasa, sio ametakaswa, amejitakasa. Kutakaswa ni tendo la Mungu kwenye maisha ya mtu. Kujitakasa ni tendo la mtu kwa ajili ya Mungu. Neno la Kiingereza zuri sana linaitwa consecration.
consecration. Upande mmoja kutakaswa ni neno cleansing. Mungu humtakasa mtu aliyechagua kuamini katika kazi ya damu ya Yesu. Namba 2, mtu huchagua kujitakasa ili amfae Mungu. Kwa hiyo Mungu anaanza tendo la cleansing, Mkristo anachagua tendo la consecration. Anasema, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga nao, sio kwa kutengwa na kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima. Kwa maneno mengine, msingi mkuu wa safari ya ongezeko la thamani ya kiroho ya mtu inaanza na mtu sio anaposamehewa, lakini inaanza na mtu anapojitenga, anapoamua namna atakavyoyaendesha maisha yake ili kumpa Mungu nafasi ya kumtumia kwa makusudi yake. Ndiyo neno consecration. Biblia inasema chombo cha kupata heshima kilichosafishwa kimfaacho Bwana kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Consecration. Upande mmoja ni kazi ya Mungu kwa damu ya Yesu, na nitakupa elements. Utakaso, kazi ya Mungu kwa damu ya Yesu. Namba 2, kwa neno la Kristo. Namba 3, kwa huduma ya Roho. Lakini kuna utakaso kwa utii, na hiyo ndio consecration. Ni tendo la mimi kujitenga na yasiyofaa kwa sababu kuna roho nataka kuifaa. Matokeo yake ninazaa thamani ya kiroho zaidi ya Mkristo mwingine ninaenda naye kanisani. Si kwa sababu mimi ni mzuri, lakini nimeanza kuamua kujidhibiti na certain things. Na kwa hiyo lazima tutoe mfano wa consecration hapa. Vijana wawili wanamtumikia Mungu katika kanisa, wote ni wachungaji for example. Mchungaji mmoja ameamua maisha yake, na labda kabla sijamalizia mfano huu, consecration ina 2 levels. Tendo la kujitenga lina mambo mawili. Hatua ya kwanza ni kujitenga ili kutoa dhabihu. Hatua ya pili ni kujitenga na matendo ya mwili. Kwa hiyo natoa mfano ili uelewe nilichosema. Consecration ndiyo sababu pekee la ongezeko ya thamani ya mtu. Consecration ndiyo izaayo character. Tabia isiyoyumbishwa haizaliwi na msamaha, inazaliwa na tendo la mtu kujitenga. Amefanya deliberate action ya kujitenga na yasiyofaa kwa sababu anataka kuipendeza Roho. Na hilo tendo la kujitenga linalazimika thamani yake grow. Kwa hiyo vijana wawili wa Kristo wanampenda Yesu, wanamtumikia. Kijana mmoja katika wiki yake anafanya maombi kila Jumatatu na Jumanne, anafunga masaa 48. Katika masaa yake 48 ana zaidi ya masaa 6 ya kusoma neno. Anafunga pia kila Ijumaa pamoja na kanisa na Jumamosi kama sehemu ya kujiandaa na ibada ya Jumapili. Alafu ana kijana mwenzake wa umri kama wake ambaye Jumatatu ni siku ya mapumziko. Jumanne kwa sababu ya mapumziko ya Jumatatu anajaribiwa katika dhambi fulani. Kunakuwa na ugumu kwenye ibada yake ya Jumatano. Anaanza toba yake kuelekea kwenye ibada ya Jumatano, anajaribu kuwa sawa na hudumu mpaka siku ya Ijumaa.
ambako kwa sababu ya kujitoa kwenye dhabihu tena ya maombi, kuna kitu kinatokea. Anachafua vazi lake na Jumamosi na anatakiwa kuhudumu Jumapili. Nini ulichokisikia kwenye hiyo mifano? Ndivyo vilivyo vyombo katika mwili wa Kristo. Huo mstari ukiusoma ni kama vile Biblia inasema Mungu anatarajia kuwa na vyombo vya miti, udongo, vyo vimejaa in church. No. Paulo anasema kuna observation ninayo, ni Petro. Ni Paulo anasema kwa Timotheo, nimeobserve something in the church. Nilichokiona kwenye mwili wa Kristo ni kundi fulani la watu walio na more value kuliko wengine. Na nimegundua thamani inayoongezeka kwenye maisha yao ni zao la kujitenga, consecration, kwa ajili ya two things. Number one, nimejitoa kwa ajili ya dhabihu. Number two, nimejitenga na mwenendo usiofaa. Viwili hivi vina rise value inayoeleza kwa nini Mungu anamtaja mtu kama Nuhu, anamtaja mtu kama Ayubu. Maana yake ni kwamba alisamehewa, na sio tu anaenda kufanya ibada, no. Ibada zake ni dhabihu. Nini kinachogeuza ibada kutoka kuwa kwenye kipindi kwenda kuwa dhabihu? Ni namna mtu anavyoishiriki. Anaishiriki kupendeza nini? Anaishiriki kuipendeza Roho. Kwa hiyo unaona, anajiita mtumishi wa Mungu. Sio tu Mkristo aliyesamehewa, lakini huyu ni kuhani, ana maisha ya kikuhani. Anachofanya, kuna roho inaendesha maisha yake, na hiyo roho anaitii kuliko mambo binafsi ya moyo wake. Ndio maana tukasema ni rahisi sana kudhani madhara ya dhambi zetu yanashughulikiwa haraka kwa njia gani? Ya msamaha. Kumbe hatufahamu dhambi tunazofanya zinaukomaza utu wa kale. Kwa maneno mengine, zinamaanisha kazi ya msalaba ya Kristo ilikuwa bure. Kazi ya damu ilikuwa na kazi iliwasamehe, lakini kazi ya dhabihu ambayo Mkristo anatakiwa kuibeba na begani mwake ilikuwa ni bure. Na msalaba wa Kristo utakuwa ni maana yake nini? Maana yake ni kwamba kazi ya damu ya kusamehe imekamilika, lakini mwanadamu anakataa kuingia katika eneo la kujibebesha mwenyewe nini? Msalaba. Nini kinachotokea? Anaimarisha utu wa kale. Ndio maana unaona sasa kuna Mkristo ana tabia mbaya sasa hivi kuliko kabla ya kuokoka. Kwa nini? Alisamehewa, lakini hatoi nafasi kamwe ya kubadilishwa. Kwa hiyo analazimika kuishi kama mwigizaji, hypocrite. Na hiyo inamfanya awe double portion ya tabia ya watu wa nje. Amesamehewa, lakini ajitoi ili aundwe upya katika utu wa kale. Nini? Analazimika kuishi kwa maigizo, hypocrisy. Na maana yake maisha yake yanakuwa mabaya mara mbili kuliko alipokuwa kabla ya kuja kwa Kristo. Ndiyo maana tungesema safari kuu ya maisha ya Ukristo yote inahusu uwezo wa kujitenga ili kusikia na kutii Mungu anachokuelekeza. Okay. Naomba njoo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunapomalizia dakika hizi chache tuombe, lakini maombi ya kumuuliza Mungu maelekezo machache, na tutakuwa na maombi haya sana wiki ijayo, kwa sababu wiki ijayo tunajielekeza kwenye ustawi binafsi wa mtu, na kwa hiyo ni muhimu watu wajiwekee malengo, na tutatumia God's presence, uwepo wa Mungu kwa ajili ya watu kufanya hivyo. Takuwa na nyakati nyingi za kutulia. Wiki ijayo hakutakuwa na kuongozwa kuomba kwa sana. No. You will have your time, go sit there. Na wiki ijayo tunamuomba kila mtu atafute notebook mpya, aandike malengo ya mwaka 2026. Kama umekuwa na nidhamu hiyo, Mungu akubariki. Basi uje na hiyo notebook, ukae nayo mahali. Tumemaliza teaching, tunaanza kumuomba Mungu, tunaweka environment of prayer, and then tunakuacha utulie
wakati unaomba una reflect maisha yako. Lakini mwaka huu naweza nikaanzisha nini kipya kama nidhamu yangu na familia kubadilisha mwelekeo mzima? Ni nini tukiongeze kwenye ambacho tunafanya? Unakuja na resolution, baadaye utashangaa ulichokiandika from that 7-day prayer kinaweza kikawa ni mwelekeo wa pekee sana kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo njoo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9. Matendo ya Mitume sura ya 9. Kuanzia mstari wa 5. Akasema, "U nani wewe?" Bwana naye akasema, "Mimi ndiyo Yesu unayemtesa." Akasema, "U nani wewe Bwana?" Naye akasema, "Mimi ndiye Yesu unayemtesa. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda." Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, walisikia sauti, lakini hawakuona mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakamleta mpaka Dameski. Akawa siku 3 haoni, hali wala hanywi. Mungu anampa introduction ya dhabihu naturally. Amempeleka kwenye hali ya ukimya, hawezi kuona, na kuna kitu inaonekana kilimtokea. Alijisikia kutokunywa wala kula. Linaitwa tendo la consecration, la kujitenga na kawaida ya dunia hii. Kwa nini? Kuna kitu kinakaribia kutokea. Thamani yake ya kiroho inakaribia kuhama kutoka kwenye Farisayo kwenda kwenye mwanafunzi wa Yesu, ahubiria habari njema kwa mataifa. Nini kilichotangulia? Heshima ya kwenda Rumi, heshima ya kwenda Uyunani, heshima ya kwenda Russia, heshima ya kwenda Uturuki. Ni kitu kinaitwa consecration, na safari nzima ilianza na siku 3 za kutojisikia kula wala kunywa. Angalia nini kilitokea. Ilianza tu kama mtu aliamua kutokula wala kunywa. Nini kilitokea? Biblia inasema mstari wa 10, "Basi palikuwapo Dameski na mwanafunzi jina lake Anania, mtangulizi. Ana ujuzi wa mambo ya rohoni, anafahamu rhythm, twist and turns." Nilipoanza kufunga siku 4 kavu, baba akaanza kunifafanulia nini tunafanya siku ya 4, namna ya kubreak, umuhimu wa chai ya rangi kuliko ya maziwa, mambo vitu kama mayai na vinachofanya very simple. Kwa nini? Anania aliyetangulia. Biblia inasema Bwana akamwambia katika maono, "Anania." Akasema, "Mimi hapa Bwana." Bwana akamwambia, "Simama nenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli na wa Tarso, maana angalia anaomba, naye amemwona mtu." Kwa hiyo katika kuomba kwake nini kilitokea? Maelekezo. Alianza kupata communication. Hakuipata akiwa Farisayo, aliipata kwenye kipindi cha transition. 3 days amejitenga kwa dhabihu ya kufunga na kuomba. Nini kilichotokea? Katika safari yake akaona mtu, amemwona mtu jina lake Anania, akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, "Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi wabaya, mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri tokayo kwa wakuu." Mawazo ya kibinadamu ya Anania. Afunge wote waliokuita
wakuitao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu. Akamwambia, kuna kitu hapa, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Wito wake ni zao la kuanza kujitenga kwake. Alianza na consecration iliyotuma ujumbe. Kwa nini anakuwa na thamani ya kuipeleka injili kwa ukubwa kiasi hiki? Alijitenga, na kwa hiyo kuna communication zilikuja. Kwa hiyo nilipoanza kusoma mstari huu nikafahamu, kwa sababu kuna utumishi wa kimataifa. Moja kati ya nidhamu ambayo siwezi kuikwepa ni nidhamu inaitwa separation au consecration for sacrifice. Kujitenga sio mbali na dhambi. Kwanza kujitenga kwa ajili ya kutoa dhabihu. Biblia inasema ni kwa sababu ya hiyo nature sacrifice aliweza kumwona Anania, hakumshangaa alipofika. Ile sacrifice ilimpa ujumbe ya kumshangaa alipofika. What happened? Anania akaja na habari, alo, umechaguliwa kuwa chombo kiteule cha kuipeleka habari hii kwa taifa la Israel, kwa watu wa mataifa na kwa wafalme. Hiyo inaitwa value and quality. Kuna wahubiri wengi wako Tanzania. Nitakwambia kuna wengine wanapigiwa simu na viongozi wa juu, na kuna wengine namba zao za simu ziko kwenye simu zao wenyewe. Listen, inaitwa value creation in the spirit. Thamani alionayo mtu katika ulimwengu wa roho ndiyo imfikishayo mahali pa mguso wa utumishi wake. Na kwa hiyo bila kubuild value, it is impossible to go far. Nilipogundua this truth, nikaanza kufuatilia kwa ukaribu. What is the difference here? Angalia maisha ya mtu kama Petro. Nenda usome vitabu vyake. Amemrifaa Paulo, ameandika injili kwa usahihi, ameaonya makanisa kwa usahihi, lakini amemnukuu Paulo. Paulo hajamnukuu Petro kokote. Okay, haimaanishi anamdharau. Ameliandika jina lake mara kadhaa, lakini angalau kwa kupitia sijaona Paulo amemnukuu Petro. Paulo ndio mtu pekee anaiclaim, nimesoma sheria hii kuliko ndugu zangu wote. Hata jaribu alilopewa Paulo lilikuwa ni kwa sababu ya wingi wa mafunuo. Inamaanisha kujitenga kwake kuliongeza value katika nini Mungu anaweka ndani yake. Ndio sababu ya kuamriwa kuyafikia mataifa. Alikuwa anajua lugha zaidi ya moja. Uwezo wake wa kujiwasilisha mbele ya wakuu. Mara ya kwanza tulipomuona mtu kama Petro, namna alivyowajibu wakuu wa makuhani, sisi kama tutamsikiliza Mungu au tuwasikilize ninyi? Lilikuwa ni jibu la kibabe. Halikuwa na any mathematics. Lakini mstadi Paulo anavyosimama mbele ya wakuu, namna alivyo na mbinu za kuingia na kutoka, alikuwa na kitu cha, na alikipata kwa kujitenga kwa ajili ya kitu alichoitiwa. Ni kwa sababu ya consecration unapata ufunuo wa kuratibu utumishi wako. Sio yeye peke yake. Njoo Luka sura ya kwanza. Luka sura ya kwanza mstari wa 80. Yule mtoto akakua, akaongezeka katika nguvu rohoni, akakaa majangwani, consecration. Akajitenga na kawaida za mambo ya dunia hii, akakaa majangwani hadi siku alipotokeza hadharani kwa Israeli. Yohana, Biblia inasema ni nayo mataifa ya Yuda, Yerusalemu na mataifa ya kando ya njia yakamjia. Nikasema what? Ilianza na consecration. Wito wa kwanza niliopewa ni wokovu, unaojumuisha kusamehewa, unaonitarajia nijitenge ili kushughulika na utu wa kale. Two things: nikijitenga na shughulika na utu wa kale,
na kujiandaa kama chombo kinachotumiwa na Mungu aliye hai. Yesu amemaliza ubatizo, consecration, 40 days. 40 days. Consecration. Consecration, kujitenga ili kutoa dhabihu. Kujitenga ili kutoa dhabihu. Consecration. Naye Petro akapanda juu ya nyumba ile. Consecration, alikuwa anasikia njaa, lakini akwenda jikoni akaanza kupiga story. Inaonekana kuna kitu kilimjia. Muda wa kukaribia kula ulikuwa umekaribia, lakini akwenda sebleni na akapanda juu ya dari. Consecration, akawa na nyakati za kujitenga. Akapewa ufunuo wa maisha yake. Naomba uzingatie, Petro mpaka wakati huo sura ya 10 alikuwa tayari ni kiongozi wa kanisa la watu zaidi ya 10,000. Lakini bado Petro alikuwa hajui kama Mungu amekusudia watu wa mataifa sio tu wasamehewe, lakini nao wajazwe Roho. Ni ile consecration, tendo la kujitenga kwa ajili ya dhabihu, likampa instruction. Usiwaite watu hawa wasiotakaswa. Ni kwa sababu ya ile hekima akashuka akaenda kwa Kornelio na akarudi kuweza kuwaelezea wanafunzi. Maana alipoambia nimetoka kwa mtu wa mataifa, umeshiriki na watu wa mataifa, tunajitenga na wewe. Akaanza kuambia, nilikuwa katika maombi mchana, kuna kitu kikanitokea. Na kwa hiyo tendo la kujitenga linadhamiria kuua utu wa kale na linadhamiria kumjenga mtu kuwa chombo kinachofaa kwa matumizi ya Mungu. Na tendo la kujitenga linahusu mambo mawili. Namba 1 ni dhabihu na uamuzi wa kukataa kujiingiza kwenye jaribu la dhambi. Umetoka kwenye maombi ya moto kama haya tuliyokuwa nayo kwa mfano, na unajisikia kuna wazo tu limekuja pop, tayari unajisikia kulifata kama lilivyo. Ukilifata bado hujajitenga wewe. Kwa ulisamehewa lakini unakataa kuacha, kwa hiyo unaimarisha utu wa kale. Maana yake ni kwamba unashindwa kuvutia thamani zaidi ya kiroho na unakuwa mtu yule yule. Shuhuda zako hazibadiliki. Kumbe si kwa sababu Mungu unayemwabudu atendi, wewe unakataa kuchukua msalaba. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua zigo hapo, nina uzima. Touch anywhere and we shall follow you. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini pamoja. Msalaba
Msalaba, msalaba ndio itatua mzigo wako, ila uzima furaha daima. My God, give it again. Sema msalaba, msalaba ndio ikatua mzigo na uzima na uzima. Nasema msalaba ndio etarabaseke masi. Baba, naomba useme na watoto wako leo, naomba useme na watoto wako leo, watafanya nini kubadilisha ratiba ya kiroho ya maisha yao. Nina uzima, nina uzima, furaha daima, epana masikalama. Yesu nina uzima, nina uzima, 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 my God. Mwambie tena, Yesu nina uzima, furaha daima, nina uzima mimi, nina uzima mimi. My God, my God, my God, my God can do it. Mwambie tena Yesu, msalaba, msalaba ndio asili ya mema, nikatua atarabaseke rikone masikana. Kama gani tatu msalaba, Yesu Kristo nina uzima, take it high again in the name of Jesus. Kafura, Yesu nina uzima, nina uzima, Joni kafurahi. Baba nina uzima, nina uzima. You will give me life and give me joy in the name of Jesus. Yesu nina uzima mimi, Yesu nina uzima mimi. You will give me your life which is there in me. Mwambie tena, Yesu nina uzima mimi. Rikone masika yantaraba, ekana masika rikone masi. Oh my God, yantana maseke ribosa. Na uzima, na uzima. Oh my God, Yesu umenipa uzima, umenipa furaha. My God, Baba umenipa uzima, umenipa furaha. Nasema go. Sema namna hii,
Yesu umenipa amani, nina furaha. Hallelujah, yeah. My God, hakuna aliye kama wewe. Umenipa hatua furaha. Oh my God, umenipa neno, nina neno furaha. Mwambie tena uzima. Yesu nina uzima mimi, Yesu nina uzima. Entara masika rikone masi, yantara maseke rikone masaya, yantara masika rabakuta rama, entara masikone masi, yantara masika. Naomba useme na watu wako leo. Entara masika rabosaya, yantara makuta rabasika raba, entara masika rabosaya, yantara masi. My God. Entaramasi korebosai, entaramasi karikana masa, entaramasi korebosi, entaramasi kanama. My God, entarabosi konemasai, yantaramasi, entaribasi kanama. Yeah. Chukua nafasi mahali utulie tu. Mwambie Bwana, ninalo swali mbele zako. Ni utaratibu upi mzuri zaidi kwangu? Ni nini niwezacho kufanya mimi kikanipa matokeo zaidi? Give me those sounds. I want to sacrifice to you. Dhabihu za rohoni zina pande mbili. Zinanipa communication na zinanipa power. Hata nguvu ya kuamua kushinda na kujitenga na uovu inazaliwa na the same consecration. Naomba Yesu ongee na mimi wakati huu na majira haya. Ambie Yesu, naomba uzungumze na moyo wangu siku hii. Nisaidie kuwa na ratiba ya safari ya msalaba, safari ya kutoa dhabihu kwa uendelevu. Natamani ibada zangu mwenyewe ziamke. Natamani maombi yangu mwenyewe yaamke. Natamani rehema zako zikakae juu kwa wingi na kwa kufurika. Lakini nioneshe katika ubize wa maisha yangu ya kazi, naweza kutenga majira gani? Najua naweza kupangilia kwa akili, lakini wewe unanijua mimi vizuri zaidi. Neno lako linasema ulimwingiza Paulo katika ukimya, na ulikuwa ni msukumo wa nguvu ya ufuriko wa uwepo wako uliomlazimisha kujinyamazisha katika chakula, akawa akifunga na kuomba. Na ni majira hayo neema yako ilikuja kwenye maisha yake. Safari yake ya kuwa chombo cha Bwana ilianza. Najua ni kusudi lako si kuniokoa tu Baba, ni kusudi lako kunitumia. Nasema kwa taifa la Israeli, una kusudi lako, unatamani kuwatoa wakakutumikie. Na tena unamtuma Musa, namwambia kamwambie Farao, sisi tutaenda na wake zetu, sisi tutaenda na watoto wetu, tutaenda na ng'ombe na kila aina ya mfugo, kwa sababu Bwana hatutoi kwenda kushangaa. Bwana anatutoa kwenda kumtumikia pamoja na watu wetu, kumtumikia pamoja na vitu vyetu.
Wewe Mungu alipofika kwenye mlima Sinai, ukawapa utaratibu wa dhabihu, ukawatenga watumishi wako na kuitenga siku yao iliyokuwa maalum ya kusogea mbele zako. Mtumishi wako Musa alisoma sheria na hukumu zako, na mara alipomaliza taifa zima likauonesha ukiri wao wa kwamba wako katika agano na wewe, na wale walioyasikia watayafanya. Ilikuwa ni siku maalum na saa maalum ya kutoa dhabihu, na lisaidia kanisa lako kuongeza thamani katika nafasi za ibada ulizotupa. Watu wako hawavioni tena kuwa vipindi, vinageuka kuwa wakati maalum wa dhabihu, wakati maalum wa kufanya matendo ya heshima kwa Roho wa Mungu aliye hai. Sema na watu wako majira haya. Entara masika na masaa yantara basika rabo, entara masika na masaa yantara basika rabo saya. Naomba sema nao watu wako, naomba sema nao Roho Mtakatifu, naomba zungumza nao Roho Mtakatifu, naomba sema nao Roho Mtakatifu, naomba zungumza nao Roho Mtakatifu. Entara basika na masaa yantara masika na masaya, antara basika na masaa yantara basekeribosa, antara masika na masaya entarabasikarabo. Let your Holy Spirit speak to your people. Antara
sikaraba. Antaraba kutarabo. Yantaraba sikaraba. Entaraba kutarabo. Yantaraba kutaraba sika. Entaraba kutaraba. Yantaraba sikanamasa. Antaraba sikarabo. Entaribo kutaraba. Yantaraba sikanamasa. Antaraba kutaraba. Yantaraba kutarabo sika. Entaraba kutarabo. Yantaraba sikarabasa. Antaraba kutaraba sikaraba. Entaraba kutarabo. Yantaraba sikarabasa. Entaraba kutaraba sika. Mwambie tu Bwana, leo nitasikia kutoka kwako. Niongezee msisitizo wako, namna ninavyoheshimu ibada ya Jumapili kama dhabihu, namna ninavyoheshimu ibada ya Ijumaa, ibada za nyumbani, vipindi vyangu maalum vya maombi, vipindi maalum vya familia vya maombi. Nielekeze today. What can I do? Natamani kuiongeza thamani ya kiroho ya familia hii. Natamani kuiongeza thamani ya kiroho. Nataka kuwa chombo cha dhahabu ambacho neno linasema kimepitishwa katika moto na kujaribiwa na kimeyashinda majaribu. Ndivyo Biblia isemavyo kuhusu Kristo. Kwanza inasema kaongozwa na Roho, lakini pili inasema karudi katika nguvu za Roho akiwa ameshinda majaribu. Katika mahali pa kujitenga, akawa sababu ya kazi yake kuwa na nguvu na mguso. Naomba Yesu, nisaidie na mimi, nisaidie na kanisa lako, usaidie na watu wako. Usiache yakapita katika ukawaida, usiache yakapita bila kuzingatiwa, usiache. Entara masikana masaya, yantara masikarabusa, antara masikaraba, antara bakuntara masikanama, yantara masikarabo. Oh, entara masikone masaya, antara masikarabo. Let your Holy Spirit come into me. Let your Holy Spirit come to your people. Let your Holy Spirit come to your people. Let him talk to your people now. Let him talk to your people now. Let him talk to your people now. Let him talk to your people. I ask you, Holy Spirit, talk to the people of God now. Talk to them. Talk to them. Talk to them. Talk to them. Talk to their hearts. Antara masikaraba. Yantara masikarabasa. Antara masikaramasa. Yantara masikorebosai. In the name of Jesus. Antara bakuntara masikanama. Entara bakuntara masikarabosai. Yantara masikaraba. In the name of Jesus. Antara bakuntara masika. Pokea ratiba ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Naiche ratiba ya Roho Mtakatifu. Majira yaliyo mema ya kukutana na wewe kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka. Dhabihu ya maisha yako. Entara masikarabasa. Yantara bakuntara masikarabo. Entara masikarabasa. Yantara bakuntara masikaraba. In the name of Jesus. Entara masikarabasa. Yantara bakuntara masikarabo. Entara bakuntara masikarabasa. Najua nitashinda kama ulivyoshinda
Kanisa lako linashinda kama ulivyoshinda, linashinda in the name of Jesus. Intaramasika. Majira ya kumwambia asante yako sasa. Kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Waliokoka wataimba tena watasema kwamba Yesu ni Bwana. Atamiliki maisha yao, atamiliki njia zao, kwamba Yesu ni Bwana. Mwambie sasa, Bwana ninakushukuru, ninakutukuza. Asante kwa hayo machache uliyosema na mimi leo. Mwambie Bwana, nalibariki jina lako na kuliabudu kila itwapo leo. Fadhili zako ni nyingi na za milele. Naomba nisaidie kushinda kila kitakachoshambulia yale ambayo Bwana unayaachilia moyoni mwangu. Mwambie Baba, ninakutukuza na kukuhimidi. Pokea sifa na heshima na utukufu. Mwambie tena, endelea kusema nami. Mwambie tena, endelea kunishauri. Mwambie tena, endelea kuniongoza. Mwambie, endelea Roho Mtakatifu kunionyesha njia. Sifa na heshima siwe kwako pekee, na utukufu na adhama. Mwambie Bwana, jina lako ni jina kuu na kusudi lako ni la milele. Isaidie kuifuata njia yako hii, hata niuone uzima mkamilifu katika maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo umpe Bwana, amen. Haleluya. Kila ulimi utaki kwamba Yesu ni Bwana. Kila goti litapi, kila ulimi utaki kwamba Yesu ni Bwana. Wakati unasimama juu, kila goti litapi, kila ulimi utaki kwamba Yesu ni Bwana.
Kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Kila goti litapigwa, kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Yesu ameshinda. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Oh, hallelujah. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako huu na fadhili zako nyingi za milele. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu uliyempa neema na nafasi ya kuwepo hapa leo. Wale waliokuwa katika ibada hii kwa njia ya mtandao, unapewa sifa na kuhimidiwa Yesu kwa ajili ya kila unachofanya kwenye maisha yetu. Ni kweli Mungu, tunakuhitaji kawaida na tunapokea msaada wako, utusaidie. Asante kwa ajili ya ibada hii. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunapoitazamia siku ya kesho ya muujiza mkuu, natupa nafasi ya kukufanyia ibada tena. Tunaomba Mungu uwe pamoja nasi, tukaione neema yako ikitembea kati yetu na uaminifu wako ukidhihirika. Wakati huu watoto wako wananyosha mikono yao kukutolea, wanatoa kwa moyo wa shukrani katika hali ya kukuheshimu na kutambua nafasi yako kwenye maisha yao. Tunakubariki Mungu, tunakutukuza. Nenda pamoja na kila mmoja, aone rehema, aone amani, aone uzuri wako katika jioni yake hii, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Naomba tumpigie Yesu makofi mengi. Tuwapigie watu wa mtandaoni makofi mengi, makofi mengi zaidi. Mungu abariki sana kwa kuwepo kwenye ibada hii. Karibu sana, mtolee Mungu sadaka yako na uwe na usiku mwema. Umetenda mambo makuu, Yesu umetenda, 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 umetenda.